moyo na ule mtu anajua vizuri the weakest point of your heart. Hao watu ndio hugonga moyo wako. Usigoje mtu atoke Trans Nzoia akuje avunje moyo wako Pastor Ngina. Utavunjwa tu na hawa wako hapa. Usigoje mtu atoke ng'ambo akimbia hapa akuvunje moyo wako. Moyo wako huanza kuvunjwa kutoka nyumbani. Unavunjwa barabarani na marafiki. Unavunjwa kanisani na mnaoshiriki pamoja. Kama hutafanya maombi siri yako ya kuokota vipande, utaishi na moyo ambao umevunjika, uso ambao umekunjana, hapa umeparara kila wakati. Lazima ujue mahali pako pasiri ya kuokota vipande vyako ni katika maombi. Praise the name of the Lord. Enda mlimani, keti. Wakati Yesu alijua kwamba anaenda kusurubiwa, na maandiko yanasema ya kwamba Yesu alivunjika moyo kwa sababu alijua ni nani anamsaliti. Na alijua katikati ya mitume wake, wale watu wametembea na wao muda mrefu, alijua ni hao watamsaliti. Wakati Yesu alivunjika moyo sana, maandiko yanasema ya kwamba hawa mitume wote aliwaacha, akapanda katika mlima. Praise the name of the Lord. Wacha shetani akupata kwa mlima. Kwa sababu wakati Yesu alipanda katika mlima, shetani naye akakuja. Shetani asikupate huku kando. Wacha akupate kwa mlima. Utaweza kumwambia na imeandikwa. Huwezi kumwambia ukiwa shughuli zako na huku kando. Hapo utaweza kumwambia na imeandikwa. Wacha majaribu ya kupata katika mlima. Wacha vita ikupate katika mlima. Kwa sababu ukiwa juu ya mlima unaweza kusema na imeandikwa. Katika shughuli za kawaida huwezi. Katika shughuli za kutambara hapa huwezi. Lakini utakapopatikana mlimani, nguvu za Mungu zitakuambia mwambie imeandikwa. It is written. That power came because Christ was praying. Kwa nini shetani hakumpata huku chini amwambie imeandikwa? Alimtafuta akiwa kwa mlima. Na Yesu alijua hawa wanafunzi wangu acha niwaache hapa, wakalala usingizi. Yeye akapanda kwa mlima, akaenda kumuomba Mungu Baba. Because Jesus knew the secret of mending the broken pieces of his heart with his Father. Alijua. When we are praising here, wakati tunaimba, huwezi ambia Mungu jinsi unavyohisi. Hauwezi ambia Mungu jinsi unavyotaka. Lakini katika maombi unaweza kujieleza. That is where you get an opportunity to table your requests. That is where you get an opportunity to tell him the fears of your heart. To tell him the desperation that is in your heart. To tell him the tears flowing from your cheeks ni ya nini, machozi ni ya nini. Kuna vitu hautavisema mpaka utakapoingia ndani ya maombi. Katika sifa hapa hatuwezi kusema. Sifa tukiingia ni kumwambia wewe ni mtukufu, wewe ni mtakatifu, wewe ni Mungu mkuu, hakuna Mungu aliye kama wewe, neema yako ni kubwa. Lakini katika maombi utamwambia mpaka uchungu ulio chini ya moyo wako. Utamwambia mpaka shida inayokutesa. Utamwambia mpaka uoga unaopitia in prayer. Praise the name of the Lord. Tell your neighbor, collect your pieces in prayer. Praise the name of the Lord. Collect your pieces in prayer. Hallelujah. There is nothing. Let me read in the book of Matthew 21 verse 22. Matthew 21 verse 22. The Bible says, and whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. Chochote mtakachoomba mtapewa. Angalia Kiswahili vile inasema, na yoyote mtakayo yaomba katika sala mkiamini mtapokea. Listen. Why is the Bible speaking like, kwa nini maandiko yanaeleza uwezekano
wa kupata chochote mtakachoitisha katika maombi. Listen. It is because it is only by praying that we go closer to God. Prayer brings us closer to God. Maombi hutuleta karibu sana na Mungu. Because kama saa hii I am addressing you. Are we together? I am addressing you people. That is why I am speaking in a loud voice, because I am addressing you. But if I would want to make a request to you, I will come where you are seated. Kama mnaelewa hivyo? Kwa sasa ninawaongelesha kwa sauti kubwa kwa sababu ninawahutubia. Japo nitake jambo kutoka kwa Jeff, nitatoka hapa na niende mpaka mahali ameketi. Kwa hivyo kumaanisha, because I want to request him for something, I must go near him. By praying, you near close to God. That is why tukiingia katika maombi sasa nitaka kuitisha vitu vyangu, I won't shout. Ukitaka kitu, nikitaka kuja hapo niambie Waithera kitu, itabidi niteremke hapo nije karibu na mahali ameketi. Prayers is the only bus that can carry you to the throne. If you want to go to the throne, pray. Ukitaka kuguza kiti cha mwenye enzi, omba. Bishop, mimi huwa nataka kumwendea Mungu. Enda mbele za Mungu kwa maombi. The only thing that can take you to the throne of mercy, it is prayer. Na ndio unasikianga wakikuwa wakisema Mwathani Ngai nituoka mbere ya gite giaku giatha. It is through prayer. Prayer takes us to our source. You want peace? The source of your peace is Jesus Christ. You want favor? The source of your favor is Jesus Christ. And it is only by praying that we can go to the storehouse of whatever that we need. Because the Bible says God holds all. So if you want to near all, pray. You might not be so much educated, but the system of neology is not new to you. Yes. It is called neology. Yeah? Should not be new to you. Utakapojua kuomba, utakapokubali kuomba, na shida sio kwamba watu hawajui kuomba. Let me tell you, prayer is the only language that even a deaf can speak, that even a blind man can hear, can say, that if anybody can do a prayer. The Bible brings us to a woman by the name Hannah. Wakati alikosa mtoto na mume wake, akajua ya siri, mtoto wangu hayuko na bwana yangu, amefichwa katika maombi. The Bible says she went through humiliation from Penina. Hakuna mtu alipitishwa uchungu kama Hannah wakati alikuwa anatafuta mtoto. Na maandiko yanasema kwamba moyo wake ukavunjavunjwa. Mumewe alikuwa anagawa nyama, anawapatia. Anaambia mume wake, hiyo sio zaidi ya kile ningehitaji. Moyo wake ukavunjwa vipande. Akajua siri moja, naenda hekaluni. The Bible says
She prayed until she was out of words. Aliomba mpaka maneno yakaisha. Mdomo ukabaki kutingika hivi na machozi yakimdondoka. The Bible says the servant of God by the name Eli akaenda akampata akiomba, akamuuliza Hana, kwa nini umeamua kunywa mvinyo? Akamwambia, listen, I'm not a useless woman. I know why I'm kneeling. I know what I have come for in this temple. Mimi najua ninachokikujia hapa. Na mimi Eli, usiniangalie ukafikiria mimi ni mwanamke ambaye hana sababu. Niko hapa kwa sababu najua kile ambacho nimekujia. Praise the name of the Lord. And the Bible says, Hana alipoamka, Eli akamwambia, sasa inuka, enda nyumbani. Mungu unayemuomba wa Israeli atakuangalilia tatizo lako. Biblia inasema aliporudi nyumbani akapata mimba. Why? She collected her pieces in prayer. Akajua kwamba yes, nimesemwa sana na Penina. Nimevunjwa moyo na kila mtu kuniita tasa. Sasa ni wakati wangu wa kwenda katika maombi niokote vipande vyangu. We have an opportunity to stand again. We have an opportunity to become again. We have an opportunity to stand again. If at all we can go deep in prayer and collect our pieces. Tutakapokubali kuokota sehemu zetu katika maombi. Wale wote walikusema maneno ambayo alichukiza moyo wako, enda katika maombi, okota vipande, wasamehe. Wengine walifukuzwa na familia zao katika maboma na wakaambiwa, nyinyi msiwahi rudi hapa, na wakanyang'anywa mashamba. Enda katika maombi, okota vipande, wasamehe, uone Mungu akifungua milango. Utaanza kujenga hao watu wa familia, hao ndio utaita. Utawaambia, na niko na nyumba nafungua. Wanakuuliza, oh, mimi niko na nyumba nafungua. Praise the name of the Lord. Ni kwa sababu uliamua kutopigana, ukaamua vita vyako utavipigana kama umepiga magoti. Vita vyako utavipiga ukiwa umepiga magoti. Ukaokota vipande vyako. Ulipookota vipande vyako, Mungu hukupatia nguvu ya kumove on. It is through prayer that we get the strength of moving on. Hallelujah. Yeah. Some of you umekaa na mtu na ukaona hapa kuna future. All of a sudden, mwanadamu ni ule tu wa kushika moyo, anawekelea hapa. Unakaa na mtu kabisa na unaona hapa kuna future, mpaka unaamua unazaa. Unamzalia baba yake na unamzalia mama yake. Akiona amezaa wazazi wake, basi madharau inaanza. Madharau inaanza. Haya. Ukiona kama ni mchezo unaachiliwa. Wewe na watoto wako unaenda na mtu anaenda kabisa. So unabaki na watoto wake na majina yao. Unaishi kuita watoto wake na majina ni ya kwao. Unasikia kama utatapika. Ukiita mtoto wako jina unasikia unegotaheka. Unajaribu kubadilisha watoto majina, wanasema hapana, mimi naitangwa hivi. Unajaribu kubadilisha birth certificate. Moyo wako unaishi kuvunjika. Kwa sababu kazi ya mwanadamu ni kuvunja moyo. Wanadamu kazi yao ni kuvunja moyo. Kama unatembeaga na wanadamu ambao wanakutia moyo, shukuru Mungu sana. If you move around people who encourages you to fight on, to keep on, give thanks to God and keep those people for life. Wale tuko nao ni wengi. Wale watu hapa unatembea na wao. Ikiwa mtu anakuambia I love you, anakupea mata yake unakunywa usiku mzima, na mwingine ni mata ya sigara. Na siku moja tu anaamuka, anavunja moyo aliyouambia anaupenda.
Ikiwa kuna mtu mnazaliwa toka nitoke, inafika mahali anakuvunja moyo, unasema sitawahi tena muongelesha ndugu yangu ama dada yangu, na unasema hutawahi hata kwenda kwenu. Kuna watu hata huwa hawaendi nyumbani, walivyofanyiwa huko moyo wao ulivunjika. Nataka nikupee siri moja ya kuokota vipande vya moyo wako ni katika maombi. The only place you can collect the pieces of your heart is in prayer. Mtu aliyekuwa anakupenda, mlikuwa mnakimbizana huko, mnacheza, mnakimbizana, anakugonga na piro, manyoya inatoka, mnacheka, mnakimbizana, akikushika tena mnarudi mnakimbia. Siku moja anaamuka na kuita mjinga na huna akili. Moyo wote unaanguka kama glasi, moyo wote unavunjika. Na wewe katika moyo wako ulikuwa na nguvu ya kuendelea. Moyo wako ulitamani sana to make it in life. Moyo wako ulitamani sana kuwa katika huduma. Watu wakakuvunja moyo, ukafunga kanisa, ukawacha huduma. Kuna njia nyingine ya kusimama, na hiyo njia imefichwa katika kuokota vipande vyako kwa magoti yako. Haleluya. Mnaanza biashara na mtu na anakupromise vile mtaendelea, na mnaona kwanza future imeanza kujiweka. Wakati biashara imeanza kunawiri, anaanza kukutafutia mabaya. Anataka tu akunyang'anye biashara. Unanyang'anywa biashara, na hata wengine pesa zao zinapotea. Moyo wako unavunjika. Unasema hutawahi tena kufanya biashara. Unasema tena heri. Umaskini unaanza kuingia. Na ni kuvunjwa, ulivunjwa moyo. Hallelujah. Wengine ni relationship. Any relationship unaingia lazima uvunjwe moyo. Hakuna relationship ishawahi kuacha na moyo. Yote paka unaambiaga Mungu kideki. Umejaribu kuenda paka kwenu, unapea shosho yako mbuzi mwenye umetajwa uone kama ni nuksi zitaisha. Umejaribu kwenda unaita wazee, unawanunulia muratina na nini na nini, wanakutemea yote kwa uso. Na hiyo mande ukiingia kwa relationship unavunjwa moyo Thursday. Umeishi na vipande katika maisha yako. Anytime you get into anything, yavunjika. The only way to break that cycle, it is by correcting the pieces through prayers. Give yourself a time and pray. Tafuta wakati wa maombi. Commit yourself to pray. Omba. Wengine wetu saa hizi isipokuwa ni maombi, tungekuwa tumevunjika moyo. Lakini tulijua kwamba vipande vya moyo wetu vimevunjwa, tukazama katika maombi. Sasa watu wanashindwa, hai, kwani alikuwa asimame? Huyu mtu hapana, ni mgumu sana, hapana. Tumtolee vita ingine. Wananipata kwa mlima, ninawaambia imeandikwa. Imeandikwa. Praying to God is not wasting time. And there is no prayer that will reach to him in void. Hakuna maombi kwake atapotelea. Sometimes ninafikiria ni maombi. Maombi najua ni mzito, ni ngumu. Wacha nikwambie, watu wanapenda sifa. Hapa ukitana kesha ya kigosho inajaa, itana ya maombi tutakuwa 16. Maombi hipendwi, maombi ni ngumu. Huwa nawapea hadithi ya vile tulikuwa tunaomba nyumbani huku kwetu mahali tulizaliwa. Na unajua sisi kanisa zetu hazikuwa zinaomba sana. Kanisa zetu zile za mainstream, mambo ya maombi ikuangi mingi kama Pentecostal. Mainstream ni ngumu. Ni ngumu. Hapa ni kuzuri, tunazama, tunaomba, tunaitana, tunalia. Kule ni ngumu. Kule hata ukiongea in tongues unaitwa na wazee kwa vestry. Umeanza kelele. Kijana unaonekana umemea pembe. Tumesikia shakara baba hapa.
hapa hii, na wao wenyewe ndio wanakwambia hii si ya roho kakati na nio marakwĩroka rigwa atiriri tugucoka ningĩ tũgĩtongorio nũ agĩkorwo ti ka roho. Ukijaribu kuzamisha watu huko na nyimbo za worship nyinyi, naambia wewe oka, hatutaki hizo, imba ile ya mbio, imba ile wimbo ya mbio. So that time I had my friends wakapanga maombi na wakaniita na tukaambiwa tuna fast for 1 week. Mimi nikajua hiyo 1 week kufast na tumefunga shule, si tunaingia maombi Monday, Sunday sitaenda kanisa, nikule nijiweke. Nikashinda nyumbani, chochote nilipata nakula. Monday nikachukua jacket, Biblia, nilikuwa nabeba na kamfuko kameandikwa hapa kando God is able, na kakona nyororo, na nikatoka nikaenda maombi na nimejijaza sana. Tulikuwa tunaenda maombi ya kufunga kanisa la Full Gospel kwetu. Sasa nimeenda nimejijaza, yani timuhujia waidi na doka demomo. Tukaanza maombi. Siku ya kwanza ni fire. Unatoka kanisa upande huu mpaka ule mwingine. Baba tamalaki. Jehovah, this is your moment. This is your day. We are here to provoke our blessing. Siku ya kwanza ni kizungu. Unagonga kizungu katika maombi. Siku ya pili njaa inaanza kukuja, unashuka mpaka lugha. Jana ilikuwa kizungu, leo unashuka na speed inapungua. Baba unapendeza. Mungu, wewe ni Mungu mkuu na hakuna aliye kama wewe. Jehova, njoo utuinue. Jehova, njoo utusaidie. Jehova, njoo utuokoe. Siku ya tatu tumbo na mgongo imeshikana, unateremka lugha nyingine. Ngai munene, Ngai mutugi, Jehova Ngai waita, ndagucokeria ngatho, ndagutea ni tondu gutiri Ngai ungi uhana ta riu nginya thibidi gutiri. Mwathani, wewe Ngai mwega na wewe Ngai mutugi. Siku ya 4 kwa ukuta ya kanisa, Jehova Mwathani kuma kiambĩrĩria ndũrĩ watiganĩria ndungata ciaku, nĩ ũmagitagĩra no itĩri mũingĩ, ngumona ũhoya nginya na nyĩmbo, ngumona ũgoci irogũcokerira. Joshua erire Ngai bara ya neneha, riũa nĩrĩrũgame o hau rĩrĩ, nyambe ndĩhotanĩre kũrĩ thũ ciakwa. Siku ya 5 rĩu Ngai niwe uwe gĩtũmi gĩa tũhinyĩrĩrio. Na ni maombi ni ngumu, maombi ni ngumu. Prayers is a sacrifice, but the sacrifice is worth it. Praise the name of the Lord. But the sacrifice is worth it. Alafu sasa siku ya kwenda nyumbani, munaitwa hapo round, munaambiwa sasa, wewe Ben utaombea inchi, wewe Mwangi uombee kanisa, wewe John uombee familia, na wewe Paul uombee kanisa yako. Unaitwanga very fast ndio muende nyumbani. Mungu Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya inchi yetu. Bariki inchi yetu, tupe amani, bariki viongozi, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Unangoja wa pili na yeye anaomba haraka watatu. Mkifika kwa Paul, ni wale watu wanakuwa na maringo na wanashindaga hivi na towel kwa kanisa na wamekaanga nywele na longi yao ni ya shake. Wewe unataka kwenda nyumbani, alafu akifikiwa yeye aombee kanisa twende nyumbani, unasikia Reba shantari masheko Twakwa bundu mana, unafungua macho. Nashindwa ni nini huyu? Twakwa bundu mana niwe Bwana. Unasikia amesema fungua mdomo wako, enda mbele za Mungu. Unashindwa, kwani wiki mzima tulikuwa tunafanya nini hapo? Unashindwa, for a whole week what have we been doing here?
Ni masaa ya kwenda nyumbani tukakule. Wacha nifike nyumbani. Kufika nyumbani mimi sikuwa najua mtu akitoka fasting anaanzaga na vitu vyepesi. Hurani na kwa sesiari kou. Tumbo mara ikafunguka. Nilikuwa unaniita Beni. Kwa sababu maombi ni sacrifice. Maombi ni kujitoa. Maombi ni kuedheja. Maombi ni kujifungua. But when you adopt the lifestyle of prayer, you adopt a lifestyle of warriors. Nothing should worry you. Nothing should win over you.